Ladies and gentlemen, boys and girls, karibuni sana ndani ya Wito Media Group. My name is Queen Esther. Na ukituona tumeketi tuko watatu ama tuko zaidi ya mmoja ama zaidi ya wawili, jua that we have something amazing which we want to talk about. Leo niko na wadau ambao nataka kwanza waji-introduce kwenu nyinyi. Mambo? Poa. Talk to them. My name is Adimola Ademba and I'm a student at the Technical University of Mombasa. Okay. How are you? Yeah, I'm fine. Wewe wamekuona sana kwenye hii mambo, kwenye hii channel. So wakumbushe tu jina then tuendelee. Washington Sheikh, a student at Technical University of Mombasa. Thank you. Guys, I'm so happy because kwa panel leo niko na young people. Umesikia watu wakisema kwamba they are university students. Nataka tusikie hii story, their views about all this. Kwa sababu hizi vitu zitakuja kutendeka kwetu sisi kesho. So I want to listen kutoka kwao. Alafu wewe pale ulipo nipe maoni yako kwenye nini? Kwenye comment section. Nataka tuongee kuhusu story moja ambayo you guys have listened to. I've struggled kuangalia huku na huku but msijali, itabidi nipambane. Kuna story ambayo imetokea, was it yesterday ama juzi? Story ya Mellen Mogaka. Yeah. The lady who was assaulted in Kisii kwa sababu alikataa kuweka mchanga kwa kaburi ya bwanake. The reason as to why the lady hakuweka mchanga, it's alleged that alikuwa anataka kutoka kwa hayo mahusiano. Of course the husband died, lakini mwanamke alikuwa anasema kwamba hapaswi kuweka mchanga kwa sababu ako na mpango wa kutoka kwenye ile ndoa. I don't know, according to you, hiyo story yote overview, usiende deeper into it. Kwanza ulichukuliaje kama mwanamke? Well, of course, mtu hizi toka kwa ndoa bila sababu. Yeah. Na mostly ladies wanatokanga na kwa vitendo vya kurudiliwa mara mingi. And it's also alleged that the videographer that took the video alleged that the person, the lady Mellen Mogaka, found out that the husband was cheating on her before he died. Yeah. Now that is the main reason as to why she wanted to leave the marriage. And also, there is no way you can tell me that the husband cheated on you. Okay, fine, he's dead, he's gone, sure. Yeah. But within your sasa, she's expected to keep on being in the marriage, monitoring someone's grave, someone who had wronged her while he was alive. Okay, well, fine, she was very patient to wait for him to die and stuff. But then, you know, why is it so funny? And she was too patient to wait for him to die. She was patient enough to wait for him to die first so that she can live. You know, so this is something that she's the only one who is going to hurt because the person is dead and the soul has already left the earth. Okay. I want the general view. Ile kutandikwa, ile mama ametandikwa kwa grave ya bwanake. It's okay the husband cheated kama vile wana allege ama all that. But then unatandikwa mbele ya wazazi, mbele ya watu ambao wamekuja kuzika mume wako. Right. That was wrong of them. Given that those people are 3 grown men beating a woman because of mere sand that is in their hand, yenye amekataa kutupa. Yeah. Which is this thing ya mchanga kurushwa kwa grave is just tradition, which hatuko sure kama iko na repercussions ama ina. I think it must have, lakini kwa hapo Adimola, hebu tuachie hapo tuje tusikie upande wa Sheikh. According to you, story yote ulichukulia aje? According to me, penye niliangalia nikaisikia, I can say that kila mtu, like the lady and those 3 guys, kila mtu ako na makosa. Yeah. The guys makosa ni kwamba they assaulted the lady, walimtandika vibaya sana. But they did it in excess. Oh, it should be done. No. But in a limited way. What do you mean? Like, I think ilikuwa ni walikuwa wanamwonyesha njia. Let me tell you, Esther. Huwezi sema ati mtu amekufa alafu umekaa na yeye, si ndio? Hadi watoto wako. Yeah. Alafu all of a sudden amekufa, unataka kutoka. Mbona utoke? Na si ungetoka mapema kama bado alikuwa hajakufa. But huwezi jua kitendo cha kucheat kilifanyika nini. Ati alicheat, si ndio? Kama mimi nimekucheat, si to solve hiyo kitu before
akufe. Kuchiti ni process. Ni Kuchiti ni process na si kazi rahisi, you know. Kwanza talking stage na mtu mwingine ndio umconvince uanze kuchiti na bibi yako. That is not a mistake. Fine. Let's not talk about the cheating part. Now the lady was patient enough to wait for this guy to die. Okay, Sheikh, I want to... So the lady knew when the man was to die. She knew. Okay, we are coming there, Dimola. Sheikh, what I want to hear from you is, umesema kwa upande wote kila mtu alikuwa na makosa. Yeah. The lady alikuwa na makosa ya nini? The lady, according to culture, hakukuwa move out of the marriage, but the reason as to why hakuwa anataka kuweka mchanga pale kwa kaburi ya mume wake ni kwamba alikuwa na mpango akimpumzisha mume wake yeye atoke, kwa sababu maybe alikuwa anakandamizwa pale kwa ile ndoa. Sasa what I can talk about here, Queen, you've buried your husband and then you've left him there. You want to get out, go outside. Whom are you living for? The husband. The husband is dead. He's dead. Yes, he's dead. You have the children. So okay, Sheikh, wewe kulingana na wewe uliangalia hizo video za mwanamke akitandikwa, was it right or wrong? Alitandikwa, nimesema vijana walifanya vibaya kumtandika. Ni wazee. But at the same time, this lady was also not fair to the husband. I know there are tradition na kuna culture na kuna very many things which are associated with our communities. But hatujatoka hapo kwa wanawake kutandikwa jamani. That is gender based violence. That is GBV. Tuanze kwanza hapo. That is assault. It is gender based violence against that lady, which is so wrong. Those are like 2 charges already. Na hata tujaingia kwa undani. Of course, kuna mambo na culture and whatever. But kwanza kumpiga kwanza, wangemshtaki, kuna protocol. Okay, wangemshtaki basi, aende akuwe ana deal na mzee wa kijiji. Lakini kumpiga hapo ndo ilikuwa makosa ya kwanza alifanya. Sasa nikuuliza Dimola. Wamshtaki, wa stop your burial, juu hajaeka mchanga. Kama ilikuwa wako na shida na that particular it was a must that aeke mchanga ndio bwana azikwe. Asipoweka no burial makubwa. Kama ilikuwa a must that aeke hiyo mchanga. Kwa nini? Ngoja. Okay, fine. Au watu wengine walikuwa wameweka sawa. Kuna culture inahusiana na hiyo maneno sawa. Lakini mbona waache mbona waache au watu wote wenye dignitaries wa hiyo burial wenye walikuwa wameweka mchanga. Of course kulikuwa na waliweka majority whatever and stuff. Okay, fine na kuweka. Lakini mbona apigwe? Because she's the wife. Kuweka. She's the wife. Alifaa yake mchanga but alikataa. So the men wazee walianza kutumia force. Ndio? Ndio at least ndio maana sijui hizo vitu walikuwa na mpaka mchanga sijui nini, ndio at least lakini baada alikuwa amekata, si ndio? I can say that these men did something wrong. Walienda excess kumpiga. But the lady is also not fair to the children and the husband. The husband, yes, is dead, but why are you living now? Okay, well, it's okay guys, but let me ask something. If the lady really wanted to move out of the marriage, bwana yuko of course, so hakuna ile nitasema ni msaada atapata. The husband is not there, so ni wewe ukue mama na baba wa watoto wako. Kwanza first of all, hakuna msaada angepata kwa sababu kungekuwa na msaada wangempiga. That is one. Kungekuwa na msaada wowote walikuwa nataka kupeana, hata wangefikiria kumpiga in the first place. Wangemwelewa that this lady akona her side of the story, wasikize kwa nini. Hata utaweza pata the men wanaweza kuwa walikuwa najua ama hawakuwa najua, lakini hapo bado haijaletwa kwa limelight. Sasa the issue ni kwamba wale wanaume walikuwa wanakisia, wanasema kwamba huyu mwanamke lazima uweke mchanga because they know traditionally kuna consequences kwamba asipoweka huo mchanga pale na atoke kwenye ile ndoa itakuwa kuna some consequences ama results. Consequences za mke wake ama consequences za kijiji nzima? Si ya kijiji nzima. Kama ni mke wake, let her deal with those consequences herself. No, let me tell you one thing. There is this thing which could have happened. Unajua mtu akikufa,
mtu akikufa alafu bibi yake atoke, unajua nini inafanyika? According to the societal venye wataportray hiyo, huyu amekufa kama ana bibi, si ndio? Because kuna watu wengine watakuja na ajui hii situation, hii kitu ilifanyika, watasema yule alikufa na ana bibi, alikufa bila bibi, si ndio? Okay, sawa nani Sheikh. Sorry na wakatiza sana, but I have a lot of questions. I don't know whether I'm perceiving the story with a lot of emotions as a lady ama ni nini mbaya, but najiuliza hivi kama niliona wamechukua mchanga wakaka mikono zake akarusha, hiyo iko inamata mpaka wampeleke mpaka kwa kofi, sijui what. I saw she was assaulted to an extent ya kuwekwa mchanga kwa mdomo, kwa mapua, kwa masikio. What was that? That was so wrong. What do people call punishment? No, but she was now being bullied. You know, ukikataa kufanya kitu nakasirisha watu. I had a story yesterday from a lady who is a Kisii. She stays in America. I think I will attach a short clip video yake akisema that women and ladies hawana say in the Kisii land. Is it true? Have you maybe heard of that? Yeah, personally, I'm coming from the border of Kisii and Luo. But according to that, what you are saying, in some parts, it's still being practiced. It's still thriving in some communities in the Kisii. But if you're a Kisii lady, hata kama uko na pesa ngapi, it does not matter. Bora umeenda kwa village, you are that small thing mwenye ana sauti. Well, it does not matter as long as you're in those particular areas in Kisii culture. Hata kama wewe ni president. Bora wewe you are a daughter of the Kisii, hauna sauti out here kwa vitu vingine. Kwa vitu vingine lazima. Why? I think according to Kisii, that one is how they practiced it. Almost every part of the world, kulikuwa na wasichana hawakuwa na say. So as time goes by, most communities zina develop the kusupport girl child and stuff, but then kuna zenye zina lag behind. So some parts of the community za Kisii ndo ni one of the laggers sasa, some of the laggers. Okay. We are all Gen Zs over here. Nataka nisikie kutoka kwenu. Mnafikiria future itakuwa inakaa aje? Kama mimi kama as a person, as a lady from another community, will I be free to be married to a Kisii man kama nampenda kutoka kwa moyo wangu? Nitaweza kuolewa na yeye nikiona what is being portrayed out there? Well, let me first say something. Okay. Let me answer Queen. That's applicable. You know, love is something which is coming from the heart. I know, And what is making these things to be difficult is if you've gone there at home, how will your parents take this? Yes, nimepata bibi, tumepata watoto wawili, nikaenda huko nyumbani. Najua kuna characters na vitu zingine zitaangaliwa. Kuna traditions zao the other community. Wakisi wanataka huyo msichana akuwe anafanya kazi, anajua kazi vizuri. Hizi kazi za shamba, are you getting me? I'm asking, don't you people think these traditions and culture ambazo zimepitwa na wakati zina endanger generation yetu ya kesho, ya kwamba niko na uhuru ya kuolewa na mtu yeyote ambaye nampenda kutoka kwa any community freely, kwa sababu hakuna tradition itanilimit ama kitu ambacho naogopa kisije kikatokea in future? Well, like for you, umesikia the story already. In mind, najua many young ladies know that Kisiis are violent and that is what is going to happen to them if they get married to a Kisii man. Of course, okay, right now it's not... It's a stereotype, lakini unajua media kisha portray, tunaelewa hivyo. What I'm trying to say is, it's not something hidden that Kisiis have a certain temper, you know, and how they deal with their emotions. I knew that Wakisii wako na hasira, lakini sikufikiria kwamba inaweza fika. No, we are not being, we are not stereotyping. It's not a stereotype, it is like evident na inaonekana. And also, kwa mtu amue kupenda Kisii, you know, love can break barriers also. But then, kulingana na history tumeongelea leo, inapea mtu woga wa kuassociate na Kisii people, Kisii men and stuff based on the hasira yenye wame display in public. I'm sorry to say, but
if kama hawataongelea hii story, kama hizi tradition hazitabadilika, I don't think that whether I will be able to hata kupenda mwanaume ambaye anatoka in that community. Unajua siku hizi queen. Najua Sheikh, but what I'm trying to say is that tumeona kitu ambacho kinatendeka, hata kama wale watachukuliwa hatua ya the law. Still kuna wale ambao wako huko wa vijiji na ni lazima hii kitu itekelezwe. Isipotekelezwa, mimi kama mzee wa kijiji niko kwa gori. Also, you know, as time goes by, the older people wenye wanaamini sana kuhusu the traditional culture, whatever behavior, wanazidi kudidimia in number. So as time goes by, kuna new laws zina govern a community. So hatuwezi jua if generation alpha watapata these laws hazitakuwa like, so you know, hazitakuwa zinaangaliwa kwa umakini sana hapo mbeleni. As time goes by, watu wataweza tu kuona kwa jiji la Kisii bila shida yote ya kupigwa, bila shida yote. I understand you. History ni refu sana mtazamaji wetu. Nataka before we wind up niwakumbushe kwamba we have a sponsor of this podcast ama the program ambaye ni Smart Dream Cars Mombasa. Wanauza magari, they are dealers in cars, wanauza brand new locally used ex-UK vehicles. Wako located Moi Avenue hapa Mombasa Mapembe. You can always call them, namba ya simu iko hapo kwenye screen. Chukua simu yako, wapigie simu ama utembelee their website ambayo ni www.smartdreamcars.co.ke. Iwapo unataka gari yoyote ile, kumbuka the good thing with Smart Dream Cars Mombasa ni kwamba si lazima ulipe pesa yote ya gari. You can always pay cash kama uko nazo. Kama una deposit some amount, the rest unalipa polepole in a period of 1 year, 2 years or 3 years. Si sawa? Do that. Watafute alafu utaenjoy ama utapata gari yako. Guys, tukimalizia, nataka mniambie, should this story end? Historia ya wanawake kutandikwa iende? Of course. You cannot not even wanawake kutandikwa peke yake. Any tradition ambayo ina affect mtu yeyote, hata kama ni men. Every archaic cultural behavior and stuff. Kwanza gender-based violence and circumcision and everything yenye inahusu inafanya ina affect maisha ya mtu yenye imsaidii. Unaona like tuseme FGM, there is hiyo ni ya kuumiza tu mtu on purpose. Yeah, because they know what they are doing. Yeah, I know. Also, tuko kwa generation mpya. Watu wenye wako rigid to change mostly unaonanga ni the older people, millennials and Gen X and the lost generation. Ndio wanakuanga so very much rigid to change. Asa ukiona kwa organization and ukiona kwenye barabara, ukiona anywhere and then you try to give them an idea and upatane na hao watu wenye wanaamini ati msichana hana say, they cannot listen to you. So I'm just for the idea that these people, okay, well, they are too far broken to be mended, but then we just need to have more clear, rules that deal with the FGM and those other GBV and other things. Check on your side. Tukimalizia hii story, unaonaje iendelee? Wanawake watandikwe, that wafuate traditions ama tushatoka huko? Wewe ni Gen Z sasa, toka za someone mwenye unaongea kwa niaba ya the other men out there. Tunaweza sema according to that act ni kitu inafaa iishe, and that's why hao watu walifanya hiyo mambo wamekamatwa. So I feel that hao watu wakubwa, like niseme hao wazee, watu wanafaa waone penye wana guide majibu. Alafu public awareness, proper public awareness will also be placed so that watu watenishwe hizi new technology penye dunia world ina evolve. Thank you so much guys for coming. Nashukuru sana. Maybe maneno yangu ya mwisho tukimalizia kuhusiana na hii story. I'm too bitter to speak. My word of advice, wewe ni mwanamke, unataka kuolewa na umependa mtu from another community. As for now, before they change, because change takes time, si ndio? Before wabadilike, make sure research on their traditions, what happens in case of 1, 2, 3, si ndio? Because makosa hutokea na vitu hutokea.
So make sure that research kwa mtu ambaye unampenda. Unajipeleka wapi? Sawa, we don't want to hear hizi vitu in future. Na kwenye nyinyi wazee wetu ambao mnatuona ama mtasikia hii story, jamani, let's find something else to do. Tutafute another way, hata kama ni kukaa na kuongea na mtu, si ndio? But you can always reason with the other person na tufanye kitu ambacho hakitaumiza anybody. Kumbuka pale ndani kuna watoto. Waliona all that, they are also assaulted. Niliona watoto pia waliweka michanga kwa mapua and all that, wawekee baba yao. So jamani, tubadilike. To the government, jamani, take action. Hizi traditions zimepita na wakati. That's according to me. Tupe comment yako hapo chini kama unafikiria waendelee, well and good. Kama unafikiria it's a time to change, tuambie jamani. My name is Desta. Hii ni Wito Media Group. Nimekuwa na Dimola na Shek. Asanteni kwa wakati wenu.